Karibu sana kwenye uchambuzi huu wa kina. Tunadondoa hapa kutoka ZND Sport na bwana, zinaelezea usiku ambao kwa maneno yao wenyewe ulikuwa kichaa kabisa kwenye ligi ya mabingwa Ulaya. Sasa lengo letu hapa sio tu kukusomea matokeo. Tunaenda kuchimba zaidi, tuunganishe hizi dondoo, tuelewe kulikuwa na mantiki yoyote kwenye huu mtafaruku wote. Hilo ndilo swali la msingi, yani. Na kinachonivutia mimi, sio tu idadi ya magoli, hapana. Ni jinsi timu zilivyoshinda. Kwa mfano, uripoti inaeleza PSV walivyowachapa Liverpool. Haukuwa ushindi wa kubahatisha, unajua. Ilitokana na kasi, nguvu na mpira safi. Hii inaonyesha kuna kitu cha ziada, kuna mbinu hapo. Sawa kabisa. Basi ajenda yetu ndiyo hiyo. Wacha tuzipasue hizi mechi muhimu. Tutaangalia magoli, wachezaji waliong'ara, na hasa kwa nini baadhi ya vigogo walijikuta wameangukia pua. Wacha tuanzie Paris. PSG wakiwa nyumbani waliichapa Tottenham 5-3. Mechi ya wazi kabisa. Lakini stori kubwa ilikuwa ni kiungo wao, Vitinha. Yaani ripoti inasema alipiga hat-trick kama yuko kwenye PlayStation. Ilikuwa ni maonyesho ya hali ya juu. Lakini hapa ndipo swali linapokuja. Unashinda 5-3 nyumbani. Hiyo kuruhusu magoli matatu? Hapo ndipo kiini cha tatizo kilipo. Kweli kabisa. Uchambuzi unaeleza wazi. Paris walitikisika nyuma, lakini mashambulizi yalikuwa sumu tupu. Hii ni picha kamili ya timu yenye pande mbili. Yaani mbele wanaweza kumfunga yeyote, lakini nyuma wana ulegevu. Ni kama gari la Formula 1 lenye breki za baiskeli. Sasa swali ni, unaweza kushinda Champions League namna hiyo? Ni swali gumu sana. Na ukizungumzia udhaifu, twende London sasa. Arsenal waliwaonyesha Bayern Munich jinsi inavyotakiwa. Ripoti inasema wazi wazi, wanapwaya sio wale wa zamani. Ushindi wa 3-1 wa Arsenal ulikuwa wa kimamlaka, unawaweka kileleni mwa kundi lao bila pressure. Na ile kauli kuhusu Bayern ina uzito mkubwa sana. Sio tu kwamba wamepoteza mechi, ni zaidi ya hapo. Maelezo haya yanadokeza kuna shida ya kimfumo. Wanaandika sio wale wa zamani. Maana yake nini? Maana yake wapinzani hawawaogopi tena. Na hii ni hatari kuliko kupoteza pointi 3. Kweli kabisa. Lakini sidhani kama kuna timu iliyopoteza heshima usiku wa jana kama Liverpool. Mshtuko mkubwa zaidi ulikuwa Eindhoven. Breaking news yani. PSV waliwachakaza Liverpool 4-1. Sio matokeo ya kawaida haya. Ripoti inasema PSV walitawala. Sasa, je, huu ni udhaifu wa Liverpool au ni ubora wa PSV tu? Mimi nadhani ni mchanganyiko wa vyote viwili, lakini lazima tuwape PSV sifa zao. Na hapa ndipo tunaunganisha na ile hoja yetu ya mwanzo. Unakumbuka, walipotaja kasi, nguvu na mpira safi. Hii inaelezea mbinu maalum. Walitumia nguvu ya pamoja, kasi, kuizima Liverpool. Sasa linganisha hii na PSG. Paris walitegemea uchawi wa mtu mmoja, Vitinha. PSV walitumia mfumo wa timu nzima. Funzo kubwa hapa. Nidhamu ya pamoja inaweza kuishinda timu ya mastaa. Mbinu na nidhamu. Naam. Hilo linaonekana kuwa wazo kuu usiku mzima. Kwa mfano, Atalanta walisambahatisha Frankfurt 3-0. Kipindi cha pili kinaelezwa kama kimbunga. Halafu kule Madrid, Atletico waliwafunga Inter 2-1. Mechi ya kiakili na ya pressure. Hapo sasa, unaona mitindo miwili tofauti ya nidhamu. Una kimbunga cha Atalanta, shambulio la nguvu. Halafu una ushindi wa kiakili wa Atletico. Maeleza kwamba walibaki baridi na makini ni muhimu sana. Kwenye kelele za Champions League, uwezo wa kutulia na kufuata mpango ndio unaotenganisha washindi. Akili inaweza kuushinda mwili bwana. Kwa hiyo tukikusanya yote haya, usiku mmoja ulikuwa na kila kitu. Kama ZND Sports walivyosema, magoli kibao, mastaa kung'ara na vigogo kuanguka. Na nakubaliana nao, Champions League haitabiriki kabisa. Haswa, lakini hii inatuachia swali la msingi la wewe msikilizaji kutafakari. Je, tunaona mwanzo wa enzi mpya ya kibinu Ulaya? Enzi ambapo nguvu ya pamoja na nidhamu ya timu kama PSV inakuwa na thamani kubwa kuliko kumtegemea staa mmoja au wawili. Huenda huu mtafaruku wa jana haukuwa bahati nasibu. Huenda ni dalili ya kwanza ya mabadiliko makubwa ambayo unapaswa kuyafuatilia.